Wakati Mungu amekumbuka watu, na ye Mungu mwenyewe ndio amebariki hao watu. Msiwaze kama kuna kingine. Njia za baraka zetu sisi waaminifu ni kwa Mungu ye mwenyewe. Hakuna mwingine atatukumbuka isipokuwa Mungu mwenyewe. Hata tumelia aminifu, Mungu atakubariki. Siku ya kukumbuka ipo. Inawezekana huyu mwaka Mungu anaweza kukumbuka. Malgré machozi, Mungu anakumbuka watakatifu. Mungu anajua watakatifu. Sasa tuwe waaminifu. Tuendelee kuwa waaminifu na tuombe Mungu atatusaidia. Neno fupi tulikuwa nazo. Anatuamusha kututosha tena. Mimi naomba usingizi kama vile ni ufu. Mungu anatuamusha tena, anatutosha. Tunawasalimu tena asubuhi njema kama hii katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki. Nimeitwa Pasteur Dismasi. Tunafanya kazi ya Mungu katika kanisa la Pentecote de Réveil Philadelifia. Tukishukuru Mungu kwa kurudi tena mbele yenu siku ya leo kwa kusaidiana kupitia neno la Mungu. Acha mbele ya wote tuanze tuombe Mungu. Bwana mtakatifu, tunakualika katika asubuhi kama hii. Utuoshe tutakaswe, kibali kama hiki tupate kuongozwa na wewe. Neno lako litakaswe, watutegao masikio wote wabariki na wasaidie Mungu neno lipate kutufariji kwa siku moja tuone ufalme wa mbingu. Tunakemea kila hewa yote mbovu, anza nasi upate kumaliza nasi kwa jina la Yesu. Amin. Tutazungumuza kwa neno la Mungu hapo asubuhi njema kama hii. Tukiwa na shukrani kwa kuwa Mungu ametuamsha tupo wazima. Tukiwa na shukrani tunaingia tena kwa mwezi wa pili huyu, ni kwa uwezo wa Bwana na neema lake. Mungu awabariki wa ndugu wapendwa, tusaidiane kwa katika kazi la Mungu. Tutasema neno la Mungu hapo katika Korinto wa kwanza mstari wa kwanza, Korinto wa kwanza hai ya kwanza na mstari wake wa 9. Kichwa cha neno tunasema hivyo, hata shida, hata mpepeo, hata magonjwa, tumtumaini Mungu tu, atatuokoa. Hata shida, hata mpepeo, hata magonjwa, tumtumainie Mungu we mwenyewe, kwa kuwa ndio atatuokoa katika shida hizo. Tutasoma neno la Mungu hapo, nasema Korinto wa kwanza haya yake ya kwanza na mstari 1 wa 9. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Nimesema hata shida, hata mpepeo, hata magonjwa, tumwamini tu Mungu kwa kuwa ndiye atatuokoa. Na hapo Korinto anasema Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Kama tumemtumikia Mungu, kama tumeomba Mungu, kama tunajiweka kwa mikono ya Mungu, tuwe na matumaini hata shida zikija, hata magonjwa zikija, hata mpepeo ikija, tumwamini tu yeye Mungu kwa kuwa ndiye mwokozi wetu. Na yeye kwa hali zake, yeye ni mwaminifu. Aliyetualika tushirikiane na Yesu Kristo mwanawe. Sasa watu wengi atumpe heshima hiyo okovu tuliopewa na Mungu. Yeye ni mwaminifu, aliyekuchagua kati ya 1000 na 1000, kusema kama ushirikane na mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. No, Yesu ana faida nyingi kwa maisha yetu wa ndugu. Yesu anatusaidia kwa maisha yetu wa ndugu. Tunapita katika shida, lakini waaminifu hatuko kama wale watu wa dunia. Hiyo shida yetu tunaalika Mungu na tunaambia Mungu, na Mungu naye anajionekanisha na kujitukuza. Tukikumbuka jinsi alisaidia wana wa Israeli katika mikono ya Farao, katika shida walikuwa nayo, kwa kuomba kwao, kwa kulia kwao, Mungu kwa kuwa yeye ni mwaminifu, apendaye walio wake, aweze kupatisha walio wake haya, aweze kuachilia wake katika shida, aliwaokoa katika mikono ya Farao. Bwana Yesu asifiwe. Safari yao katika jangwa, Mungu alikuwa mwaminifu mbele yao usiku na mchana. Na akawaambia, mtaenda nyinyi wenyewe, nitakuwa pamoja nani. Kwa mchana nitasimama mbele yenu kama vile nguzo ya wingu,
na usiku nitasimama mbele yenu kama vile nguzo ya moto. Hiyo ilikuwa sinye nzuri ya kuwa pamoja na Mungu, kuona kama katika shida yeye Mungu iko tu pamoja nasi. Hata tukisinzia Mungu iko pamoja nasi. Hata tukigonjwa Mungu iko pamoja nasi. Tumwamini tu yeye, wa ndugu. Sio siku za kukata tamaa, sio siku za kujitoa katika mikono ya Yesu Kristo. Mungu wetu ni mwaminifu. Kama kuna neno alisema na wewe, uwe tu na imani kama Mungu atayafanya. Uwe tu na imani kama Mungu atayatenda. Baadaye siku haijafika, baadaye saa haijafika, tuendelee kuwa waaminifu. Hata magonjwa ikija, hata mipepeo ikija, tujue kama Yesu tu, Mungu wetu ni mwaminifu, atatuokoa. Bwana awasaidie. Shida uko nazo, jua kama Mungu iko mwaminifu. Mateso uko nazo, jua kama Mungu iko mwaminifu. Na usikate tamaa, endelea tu kumwamini, kwa kuwa yeye hawezi kukuachilia. Tunaendelea tena mbele hapo, tutasoma Zaburi ya 115 mstari wake wa 9 mpaka kwa mstari wa 13. Inasema nini? Enyi Israeli, mtumainie Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Israeli, umtumainie Bwana, kwa kuwa yeye ni msaada wenu na ngao yenu. Sasa leo haiko tena Israeli, imekuwa sisi wa Kristo. Tumtumainie Bwana, kwa kuwa yeye ni msaada kwetu na yeye ni ngao letu. Usiku na mchana Mungu ni msaada kwa watakatifu. Usiku na mchana Mungu ni msaada kwetu. Kwa usiku tumelala kama vile wafu, lakini Mungu anatulinda hiyo usiku, na tunafikia tena kwa kuona mapambazuko. Sijue kama unaangaliaka, unaweza kutafakari gisi umelala usiku, kinywa wazi, unaweza kuwa umeunguruma kama vile moteur, sijue mapanya zinatupita juu, vidudu mbalimbali zinatupita juu, lakini kwa kuwa yeye Mungu ni mwaminifu, anaendelea kutulinda na hivyo vidudu vyote, na tunafikia tena kuona mapambazuko, anatuamusha kututosha tena. Mimi naomba usingizi kama vile ni ufu. Mungu anatuamusha tena, anatosha katika ufu. Ndio hapa wanasema mstari wa 10 kwa hiyo Zaburi, enyi mlango wa Aruni. Hapa ni neno Mungu alikuwa anawaambia wana Israeli. Enyi Israeli, mtumainie Bwana, yeye ni msaada wenu na ngao lenu. Enyi mlango wa Aruni. Hapa Mungu anasema kwa ajili ya jamaa ya Aruni. Enyi mlango wa Aruni. Sasa utoe Aruni ujitie wewe katika shida zako, ujue kama Mungu ni mwaminifu. Tumtumainie yeye. Enyi mlango, ujitie wewe sasa. Ndio Mungu yuko anakuambia katika asubuhi ya leo. Huyu mwaka ambao umeanza, huyu mwaka inabidi kupiga vita sana na kuamini Mungu, kwa kuwa yeye ndiye ametushindia vita. Isiwe kama vile mafadhaiko. Mwaka uliopita unaweza kuwa ulikuwa mzaifu. Mwaka unaopita uliweza kuwa hautumike kazi ya Mungu vema. Lakini huyu mwaka simama tena imara. Piga vita. Ujue kama Mungu ni mwaminifu. Sisi tumekata tamaa. Sisi tunaweza badilika, lakini Mungu abadiliki. Tulizaliwa ameitwa Mungu, na leo anaendelea tu kuitwa Mungu. Sisi ndiye tunabadilika. Mtu angali mdogo kunakuwa majina wamemuita, ameugua kunakuwa ingine jina, amezeeka wanampa ingine jina, amekuwa maskini wamempa jina, amekuwa tajiri, majina zinaenda zinabadilika. Lakini Mungu wetu abadilike. Yeye ule ule mwanzo na mwisho. Enyi mlango wa Aruni, mtumainie Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Mungu hapa anaambia enyi wana wa Aruni, mlango wa Aruni, mtumainie Bwana, kwa kuwa yeye ni msaada wenu na ngao lenu. Enyi wamchao Bwana wote, mnameombiwa neno kama hii. Mumtumainie Bwana, yeye ni msaada wenu na ngao yenu. Watu ambao wamemwamini Mungu, yatustahili kumtumainia, kwa kuwa yeye ni msaada wetu na ngao letu usiku na mchana. Kama vile nimesema, hata ukilala njaa mtumainie Mungu, hata ukigonja mtumainie Mungu, hata kazi imekosekana tuwe na matumaini kama kutakuwa siku atatupatia, hata tumezarauliwa tuwe na matumaini ya kujua kama Mungu ndio atafanya, atatuinua kututosha katika shida. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa uko nayo, mtumainie Mungu. Tunaendelea kwa mstari mwingine. Bwana ametukumbuka, naye atatubariki sisi.
Asifiwe Bwana. Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Msiwaze kama kutumikia Mungu Mungu ametusahau. Usiwaze shida umepita ndani ukiomba usiku na mchana Mungu amekusahau. Kutakuwa siku ambaye Mungu atakukumbuka, na siku hiyo atatupanguza machozi tungali hapa hapa chini ya jua, na siku hiyo tutabarikiwa tungali hapa hapa chini ya jua. Kia lazima ni kujilinda dhambi, ni kuwa mwaminifu mbele ya Mungu, ni kumpenda Mungu. Ndugu wangu, tusipende vya dunia. Na hivi vya dunia vyote tumeviona viliumbwa na Mungu tu, na kama tunavitamani tumuombe Mungu, tuwe uaminifu, tutii sheria za Mungu, na Mungu apewe sifa. Bwana ametukumbuka na yeye atatubariki sisi. Wakati Mungu amekumbuka watu, na yeye Mungu mwenyewe ndio amebariki hao watu. Msiwaze kama kuna kingine. Njia za baraka zetu sisi waaminifu ni kwa Mungu yeye mwenyewe. Hakuna mwingine atatukumbuka isipokuwa Mungu mwenyewe. Hata tumelia, hata tumesema vya huko na huko, lakini kama Mungu haja tukumbuka, mambo yetu ingali tu hapo hapo. Sasa uwe mwaminifu, umtumainie yeye. Tunashuka chini. Ataubariki mlango wa Israeli. Kama Mungu anakumbuka watu, anawabariki. Ataubariki mlango wa Israeli. Ataubariki mlango wa Haruni. Katika safari ya wana wa Israeli kulikuwa ile mlango wa Israeli ilikuwa na jamaa ya Haruni ilikuwa. Sasa wakati Mungu amekumbuka watu, sasa leo tuna watumishi wa Bwana, leo tuna Wakristo. Sasa wakati Mungu anatukumbuka, atatubariki wa ndugu. Mungu atakubariki katika shida zako. Mungu atakubariki ndugu kwa kazi uliyofanya. Wakati wake ukifika, wakati anatukumbuka, na Mungu amebariki, ametoa chini na ametia juu. Tutaendelea hapo. Kwa hiyo atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Neno linasema hapo hivi, atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Shida ziko, dunia imechafuka, dunia ina yumba yumba wa ndugu. Shida ziko nyingi, matakizo ziko nyingi kwa watu wa Mungu, lakini tuwe waaminifu tu mbele ya Mungu. Wakati Mungu atatukumbuka, atatubariki. Watumishi wa Mungu, Mungu atawabariki. Wakristo, Mungu atawabariki. Majamaa mbalimbali, Mungu atazibariki. Wadogo na wakubwa, Mungu atawabariki kwa kuwa amewakumbuka. Ndiye naweza kukuambia kwa asubuhi ya leo, katika shida zote umepita ndani, uwe mwaminifu. Na mimi niwe mwaminifu. Tumpende Mungu tena, kwa kuwa wakati ya shida inaingia, hata katika majamaa, wakati shida inaingia, umekuta upendo umepoa. Kati ya wazazi, upendo umepoa. Kati ya watoto. Na mbele ya Mungu, tunamtumikia Mungu. Lakini wakati shida zinaziri, tumefadhaika. Na upendo umepoa ya kumpenda Mungu, na upendo umepoa ya kutokupenda kazi ya Mungu. Lakini nakuomba tena kuwa mwaminifu. Endelea kumpenda Mungu, itakupa baraka sana. Endelea kumtumikia Mungu, itakupa baraka sana. Endelea kuwa mwaminifu mbele ya Mungu. Hata mpepeo ikikuja, hata magonjwa mikuja, hata njaa ikikuja, tuendelee tu kuwa waaminifu, kwa kuwa Mungu atatukumbuka. Sasa asubuhi kama hii, shauri tunaweza kukupatia, uwe mwaminifu. Umtumainie Mungu, umpende Mungu. Endelea kufanya kazi ya Mungu kwa kweli na haki. Leo siku ya leo watu wamefanya kazi ya Mungu sawa vile hawataki. Wamefanya kazi ya Mungu sawa vile wamesukumwa. Lakini hapana, uwe mwaminifu. Endelea kumpenda Mungu. Endelea kulinda maisha matakatifu, na Mungu atakubariki. Magonjwa yako Mungu anayajua. Shida zako Mungu anayajua. Matatizo nayo Mungu anayajua. Lakini uwe mwaminifu, Mungu atakubariki. Siku ya kukumbuka ipo. Inawezekana huyu mwaka Mungu anaweza kukumbuka. Maligre machozi, Mungu anakumbuka watakatifu. Mungu anajua watakatifu. Sasa tuwe waaminifu. Tuendelee kuwa waaminifu, na tuombe Mungu atatusaidia. Neno fupi tulikuwa nazo hiyo, ni hiyo. Mungu awasaidie na kuwajalia neema. Tutaomba Mungu. Tunakushukuru Mungu kwa rehema yako. Ulitutoa katika dhambi, unatutia kuwa watakatifu. Sasa siku za leo, shida imezunguruka katika watumishi wako. Shida ni nyingi katika watakatifu. Shida ni nyingi katika kazi yako. Shida ni nyingi kwa watumikapo kazi yako. Uendelee tena kutusaidia. Tusipukate tamaa. Utusamee dhambi. Utusamee udhaifu Mungu. Watumishi wako wanakuwa katika nchi. Wasaidie. Wajalie neema. Wape nguvu. Wa vijana wape nguvu kwa kazi yako. Wa baba wape nguvu kwa kazi yako. Wa mama wape nguvu kwa kazi yako. Hata
mainchi mbalimbali. Saidia kazi yako, ongoza kazi yako kwa kweli na haki. Visio stahili viondoshwe Mungu, visio stahili visiwe kati yetu. Takaswa kanisa lako, takaswa wachungaji, takaswa watumishi wako. Waimbaji wape tena kwa waaminifu, waombaji wawe waaminifu, manabii wawe waaminifu kwa jina la Yesu. Wanokuwa wagonjwa, wanokuwa katika shida, wanokuwa katika matakizo, Mungu tunawaombea rehema, utujaze tena nguvu, tuendelee kuwa waaminifu, tusimame imara, na siku ya kutukumbuka kwako tunajua kama yupo, na wakati utatukumbuka mambo yatabadilika. Basi Mungu upewe sifa, Mungu inuliwe, kwa kuwa umetujua hata katika shida, hata katika mpepeo, wewe uko pamoja nasi. Ndiye tunaomba nguvu na ushindaji, na ukisaidia tena na kujalia walio wako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amina. Mungu awabariki wa ndugu, na Mungu endelee kuwasaidia. Tunafanya neno fupi kupana numero ya telefoni. Unaweza kuwa na shauri unanishauri, na mimi unaweza kuwa na kitu wa kusikia vizuri, unatuuliza tena, tunaweza kukusaidiana kwa kupata jibu. Hizi siku ni kusaidiana na kuhimizana katika safari ya kwenda mbingu. 07 hapo 8 8 4 3 9 5 4. Hiyo ni numero ya telefoni yacho. Mungu awabariki na wasaidie kupitia jina la Yesu. Amina.